Baba yangu alikufa nikiwa mtoto mchanga sana. Na alipokufa ilichukua tu miaka 2. Shamba tulikuwa nayo ikauzwa. Tukawa tumetoka kwa ile shamba ambaye tulikuwa, wale watu tulikuwa tunawajua, marafiki wa baba, hata ndugu za baba, hakuna mtu ambaye alikuwa anatutaka. Mama yangu alikuwa na watoto 8, wavulana 4 na wasichana 4. Na kwa sababu baba yangu alikuwa pia yatima, hatukuwa na shosho wetu wao ambaye tungeenda. Kwa hivyo tukaenda kwa mama yetu. Na tulipofika huko tukakuta mambo ilikuwa mengine. Ndugu zake hawakuwa wanataka tukae huko kwa sababu tuko na wavulana 4 na walikuwa wanafikiri tutarithi nyanya yetu. Kwa hivyo wakamwambia nyanya atufukuze. Tukafukuzwa, tukakaa nje kwa chumba cha kuku cha nyanya yetu. Na kulikuwa msimu wa baridi huko kwetu Mount Kenya. Msichana wa kwanza akakufa pneumonia. Na ndugu za mama wakatuambia mumeo na mtakufa kama hivi, lakini kuna Mungu mbinguni. Hatukukufa, si ndio mimi ninasimama hapa? Lakini mambo yaliendelea kuharibika. Tukafukuzwa huko, tukaenda kukaa ghetto ingine iko huko Thika inaitwa Kiandutu. Hapo ndio mimi nimelelewa. Nikisema tabu ya mjane mimi naijua sawa sawa. Na kutoka niwe university nimekuwa na miradi ya wajane. Ilifika mahali sisi tukiwa watoto wachanga tulikuwa tunaandikwa maids na hawa ndugu za baba za mama. Nikiwa miaka 7, 8, 10 nilikuwa kijakazi. Lakini unaona leo mimi ni huyo. Kuna Mungu mbinguni. Na huyu Mungu ndio nakuja kuwaletea na kuwatia moyo. Msikufe moyo. Huyu Mungu wa mama yangu ambaye tulikaa na yeye hiyo miaka yote 45 akiwa mjane, akatusomesha hata kama hakuwa na fees. Tulikuwa tukiingia madarasa tunaambiwa tuende, tunatoka tunaenda kulima, tunaenda kubeba maji, kuuza maji ndio tuweze kwenda kwa shule. Kuna wakati hata tukuwa na nguo kama hizi navaa. Nikivaa nguo asubuhi na mwambia Mungu asanti. Kwa sababu kuna siku mimi mwenyewe na ndugu zangu na dada zangu tulikuwa tunavaa shati la baba. Mtu tunavaa shati kutoka Jumatatu, Jumapili ikifika watu wakienda kanisa, tunakimbia kwa mto, tunatoa, unakaa uchi, unaliosha, unagoja likauke, uvae tena urudi. Na ukifikiria kama una shati moja tu ambao unavaa kutoka Disemba mpaka Disemba, kuna wanyama ambao wanakunyemelea huko ndani, chawa. Nilizijua nikiwa mdogo sana. Hatukuwa tunaweza hata kuziua kwa makucha. Ulikuwa unagoja, unaenda ikiwa jioni kidogo, unatoa, unaenda nyuma ya nyumba, unatoa, unazikunja namna hii, alafu unatumia, hapana, tulikuwa tunatumia meno. Ukimaliza hivyo unaingia kwa nyumba, kwa kitanda kunguni wamejaa. Na hawana huruma, wanakuuma, unakuwa na uvimbe,
harufu na hawakufagi haraka. Sijui kama nyinyi mnajua hao. Funza nao. Wanaingia kwa hii miguu hata uwezi tembea. Walikuwa wanajiweka huku nyuma. Ukijaribu kutembea unatembea na miguu kama majembe hivi. Na mimi ndio huyo yule. Hizo zilikuwa nyenzi zingine. God is able to do exceedingly above what you can pray, think or imagine. Ndio mimi huyu. Watu wengi wananiulizaga kwa nini naongea namna hii. Ningetaka encourage na kuwapa moyo, kuwatia moyo, niwaambie kuna wengine walipitia changamoto zile mko nazo, hata pengine ngumu kuliko zile ambayo mnapitia saa hii. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza badilisha maisha ya mtu, anakutoa kwa mavumbini, anakuinua, mnakula na waku. Saa ingine ninaulizaga Mungu kwa nini aligoja tu mwaka mmoja kabla sijaingia hii ofisi. Angegojea aache mama aone kile alikuwa ameombea miaka hii yote. Na kwa hivyo saa ile naona mama yangu. Musikate tamaa. Kuna Mungu ambaye atawasaidia. Na huyu Mungu si binadamu. Akisema atatenda, atafanya nini? Kama alitutendea, hata nyinyi atawatendea na watoto wenu. Our first lady in this county and our mheshimiwa, what we want to do, we want to come and start mangrove restoration. We want to do mangrove restoration, na nafikiri hapo ndio tunaweza kuleta kina mama wengi, watoto wangu wavulana na wale hawajiwezi waweze kuja kufanya huo mradi wa carbon credit. Na tupate nafasi, tunatafuta na nimepata mwekezaji. Nimeombea wajane wa hii nchi na nitaenda nikiwaambia mambo yatabadilika maishani mwenu. Kwa hivyo leo nilikuja tu, ningetaka sasa msimame tuombe huyu Mungu, kwa sababu Mungu anaweza. Watu wamejaribu, wameshindwa, ni kweli. Serikali imejaribu, imeshindwa. Lakini kuna serikali moja ambayo haiwezi kushindwa na mjane, na hiyo ni serikali ya Mungu Mwenyezi. Simameni tumuulize. Mimi najua ukiona first lady wetu hapa, si mnamwona Madam Susan? Je, akienda kwa His Excellency the Governor amwambie kona shida, unafikiria atamtema? Na je leo nikiita tu huyu Deputy President nimwambie niko hapa na niko na shida, unafikiria hata akuja na gari, atakuja na ndege? Ni kweli kuja kuniokoa? Umeona nikija, nimekuja nimezingirwa. Na je nyinyi, Mungu mwenye enzi, yeye ndiye amekalia kiti cha uzima, yeye ndiyo tajiri wa matajiri,
Inawezekanaje nyinyi mkae mkiwa maskini na bwana wenu ni tajiri? Ni vile amujaelewa, ni vile mujauliza sawa sawa, ni kwa sababu hakuna imani ya kutosha. Leo ninasimama hapa nikiwaambia hii Kilifi itabadilishwa na Mwenyezi Mungu. Na wale tutasaidiana ni wale wanamjua, watumishi wa Mungu. Mmeona wamekuja, wameomba. Na mimi mwenyewe kama mchungaji ningetaka kila mtu aende mbele za Mwenyezi Mungu aombe ile ungetaka kuona katika Kilifi. For the leadership, please pray what you want to see. For the church, no. For the Muslim, no. You know what you want to see over this. You know what God has said. Let's go before God and just pray. Kila mtu aombe sasa. Na mtaona mabadiliko. Kwa sababu haiwezekani wanaume kufa namna hii. Haiwezekani kuwe na wajane kiasi hii. Kina mama ombeni. Ombeni na Mungu atasikia. Tuombe. Kuna Mungu, kama kuna mama mjane ataomba, kuna Mungu wa kumsikia. Kuna Mungu wa kumsaidia. Kuna Mungu wa kukuinua. Kuna Mungu ambaye atabadilisha maisha yako, ya mtoto wako, na nyumba yako, boma yako itabadilika, kwa sababu huyu Mungu ni Mungu mwenyezi, mwenye nguvu zote, anaweza kubadilika. Yeye ndiye ameshikilia mamlaka na yeye ndiye Mungu. Wajane wa Kilifi, omba. Omba. Muite Mungu, muite Mungu. Muite Bwana wako, anakusikia. Akubadilishie maisha yako, abadilishe maisha ya mtoto wako, akufikishe kiwango ambako hiyo haibu itakutoka. Akupeleke kiwango kile ambacho yeye mwenyewe. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jehovah, mighty one of Israel, we bless you, we worship you. We give you thanks, we give you glory. You are the only one and true God. You are the husband to the widow. You are the husband to the widow. You are the husband to the widow. You are the father to the fatherless. You are the one who said you are the mother to the motherless. You are the father of this county. Father, you sit enthroned, O Jehovah. Your people, your children are crying to you today, Father God. You are merciful God, everlasting Father, God Emmanuel, God with us, God with the widow, God with the orphan, God with the people of Kilifi. Remember us, have mercy, have mercy, have mercy on us, have mercy on us. Have mercy, O God, that our men will not die like this. Have mercy, O God. Have mercy, Jehovah, mighty one. We pray that our men will live long lives. Our boys will live, O God. Father God, those who are lost in drugs, in alcohol, in substance abuse, oh God, those who are mentally ill, we call them to the families. We pray for healing because you are a healing God. Father, look at what we have before you, O Jehovah God. This curse, oh my Father, of widowhood, we break it today in the name of Jesus. We pray that, Lord God Almighty, you will rise up, oh God, and help the widow. You will rise up, oh God, and help the orphan. You will rise, oh God, and help the county of Kilifi, Mombasa, and Kwale, Lamu, Taita Taveta, every county of this country. Father God, we are praying that, Lord, we are not going to be
be widowed when we are young. Father God, we pray that our men will live long. We pray that from the heavens you will bend over with favor and mercy. We confess our sins, oh God, as parents, as a church, oh God, as a people of God, the Muslim, everybody, we come before you. Lord God, you made all of us. We are confessing before you. We have sinned very greatly, oh Jehovah. For us to be in the space we are in, oh God, we ask for mercy. Have mercy, have mercy, have mercy. Break the curse, oh God, of our men dying early, oh God. We want homes and families that are led by men in the name of Jesus. We want fathers. We want leaders in our families. We want our boys to live. We want our husbands to live. Oh Jehovah, hear from heaven and have mercy. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh Jehovah. Have mercy. Have mercy on the women, oh God. Have mercy on motherhood, oh Jehovah. We want our husbands to live, oh Jehovah. We want them to die of old age, oh God. Oh Lord God Almighty, because you are the only one and true God that we worship today. We pray that you stretch your hand and touch each one of us. Touch every individual, touch every home. Let every homestead, oh God, be able to experience you. And let it be that in this course, oh Jehovah, many shall see you, experience you, oh God. Thank you, our Father in heaven. Thank you, our Father in heaven, for hearing our prayer today. Asante sana. Thank you, Lord. In Jesus' name. Katika jina la Bwana wetu tumeomba na tumeamini. Mungu asaidie. You can sit down. Naweza keti. Mara nyingi tunaongea na binadamu, lakini kile kinahitajika ni sisi kuongea na Mungu wetu, kwa sababu yeye anatuelewa, anaelewa tabu zetu. Wale ambao wako na changamoto tofauti, Mungu anaziona na Mungu amejibu. Mungu amejibu. Nilikuja na nafikiri tutakula pamoja, na pia wajane kama nikio mama nimeleta kitu kidogo. Nilikuwa nimefikiria mko 700, lakini kile tuko nacho tutagawana. Ni kweli? Alafu hivyo nimesema nitakuja kwa wodi zenu, nitatumana tuone vile tunaweza kuanza miradi ambayo itawapatia ajira na empowerment. Tutatrain nyinyi. Hata hivyo najua mnajua vizuri mambo ya mikoko, lakini ni vizuri kama